mabaya, wanapenda dhambi za kila namna. Watu wamekuwa ni makaba, watu wamekuwa ni walevi, watu wamekuwa ni wachawi, hawaeleweki. Ukiwatazama hawana picha ya kueleweka, maana matendo yao hayafanani na jinsi ambavyo Mungu aliwaumba. Biblia inasema kikafanyika kikao mbinguni, kikafanyika kikao kule mbinguni, ya kwamba ni nani ni mtume aende duniani akamwokoe mwanadamu. Kitabu cha Waebrania kinasema si kwa damu ya ngamia wala kwa damu ya ng'ombe iliyoweza kuleta utakaso ulio wa kweli waondolea una dhambi kwa wanadamu, lakini ilibidi aje kamanda. Sikiliza, kikao kilipofanyika kule mbinguni, akaulizwa ni nani ni mtume aende duniani, malaika wote waliinama chini, maana ilikuwa sharti ni kuja kufa. Damu ambayo haina hatia wala uchafu wa kila aina wala dhambi aina yoyote ije mwagike, ilete ushirika ulio kamili na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nampenda Yesu. Kazi ya msalaba imeleta ushindi. Kazi ya msalaba imeleta wokovu. Kazi ya msalaba imerejesha ushirika wetu kwenda kwa Baba, kuishi naye milele. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni kazi ya msalaba, kazi ya msalaba. Mwanaume alikufa kwa ajili yetu sisi wote. Tumacha nikakwambia, ukiamini inawezekana, ukiamini inawezekana. Nisikilize, watu wengi wamekuwa wamekaa, wanajizuia, wamekamatwa na kifungo cha dini. Bwana Yesu asifiwe. Ukimwambia habari za wokovu hataki kukuelewa. Kuna mtu mmoja, ngoja nikupe siri. Bwana asifiwe. Anaitwa Kornelio. Anaitwa nani? Kornelio. Biblia inamtamka Kornelio kama mchaji, mtu mtawa aliyemwomba Mungu siku zote. Alafu sifa ya Kornelio, alikuwa ni ofisa wa kikosi cha Kiitalia. Nisikilize, hakuwa mtu mdogo, lakini alikuwa ni mtu ambaye ni mchaji. Biblia inaposema mtu mchaji, manake ana bidii ya kumtaka Mungu, ana bidii ya kumtafuta Mungu, ana bidii ya kumkaribia Mungu. Alipoa sadaka, alipoa fedha, aliwasaidia watu. Siku moja ya ajabu, malaika akampokea, akamwambia masaa ya saa 9 ya kwamba Kornelio, sadaka zako, sala zako zimefika kwa Baba, lakini Kornelio, kuna jambo limepungua. Ni kweli ni mchaji, ni kweli unampenda Mungu, ni kweli unajipitisha, lakini Kornelio, hapo ulipo una dini au una Yesu. Watume wapi waende Yafa, wakamwite mtu mmoja anaitwa Petro, yupo kwa Simoni mtengeneza ngozi, awalete hapa. Akifika hapa atatueleza ya kupasayo kupenda. Tunaposema ya kupasayo, Kornelio alipokea wokovu, alipokea wokovu pamoja na sala zake na sadaka zake. Akasema Yesu ni Bwana wa mabwana na ni mwanaume shujaa wa msalaba. Haleluya, 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 haleluya. Nisikilize, Kornelio alikuwa anatafuta Mungu wa kweli. Alikuwa katika dini, tena sio kama watu walivyo kwenye dini za leo. Kornelio alikuwa kwenye dini, lakini alikuwa mchaji. Neno mchaji, huyu mtu ana shughuli ya kumtafuta Mungu, ana bidii ya kumtafuta Mungu. Leo nakutana mtu anamwambia habari za Yesu, ameshikilia kilita, nina dini yangu, pombe anapiga. Sikiliza, Kornelio afisa wa kikosi, lakini bado alinyenyekea kwa Mungu, lakini pamoja na yote alikuwa hajaokoka. Bwana asifiwe.
asifiwe. Unanielewa vizuri? Nipungie mkono namna hii. Sawa kabisa, sawa kabisa, safi. Sasa yuko mtu mmoja anaitwa Paulo. Paulo ukisoma historia alikuwa ni mtoto wa Sadukayo. Bwana asifiwe. Yaani ni mtoto ambaye amezaliwa kwa baba yake ambaye ni mwanadini aliyekuburu, ana vyeti vyote, ana elimu zote. Mtoto wake ndiyo alikuwa anaitwa Sauli. Sauli akawa anachukizwa na watu wanapokuwa na upili habari kama tunavyokuhubiri wewe. Akatesa kanisa la Mungu, akawatesa watu wa Mungu, akapiga. Siku moja Biblia inasema akiwa njiani anaelekea Dameski, aisee, ukatoka mwanga toka mbinguni, mfalme anaingilia kati, akamtandika, akapigwa upofu. Alipopigwa Sauli akiwa ameanguka, akasema ya kwamba nani? Mungu akamwambia Sauli, mimi ndimi Bwana wa mabwana unayeniudhi. Kwa nini unawaua watu wangu? Ulikuwa unaelekea wapi? Sauli akatiwa adabu, akatiwa adabu na mwenye mbingu, akatulia. Sauli akauliza, wataka nifanyaje? Mungu akamwambia, ngoja, kuna mjumbe anakuja. Bwana asifiwe. Siku 3 Sauli ni kipofu, lakini tunamwona Sauli anakuja, pamoja na kwamba ni mtoto wa mwanadini, akaachana na dini, akapokea Yesu. Maana tunaposema wokovu ni mpango kamili uliotoka mbinguni kuja kumtafuta mwanadamu aliyepotea. Ndio nikakwambia, sielezi habari ya dini yako, na mweleza Yesu ambaye yeye ndiye wokovu, na kila mwaminie atapokea wokovu, kila mwaminie ataokoka. Haleluya, haleluya, haleluya. Mganga unayemtumainia naye atakufa, na tutamzika. Na wengi mnajidanganya. Sikiliza, ngoja nigonge vizuri hapa. Kuna kitu Roho Mungu ananikumbusha. Saka yaba. Haleluya, haleluya. Watu mmekaa hapa mnadanganyika ya kwamba tukifa watatusalia sala nzuri, ya kwamba twende mahali pema peponi. Hakuna mochwari ya kutunza wenye dhambi mbinguni. Walikuwa nikaba hata wasali, nenda mahali pema peponi. Hautakwenda, waendao mahali pema ni wale waliopokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Haleluya, 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 haleluya. Nilikutana mtu mmoja akaniambia, mimi siwezi kuokoka. Kwa nini? Mimi nitakunywa pombe wanawake 6 kwa 7. Mimi si mwanaume. Nikamsikiliza tu. Nikifa wataniombea maombi ya rehema, nenda mahali pema peponi. Hakuna mochwari ya kutunza wenye dhambi mbinguni. Nisikilize kwa makini. Hakuna mochwari ya kutunza wenye dhambi mbinguni. Ulikuwa unatumikia tumbuli, utaenda kwenye tumbuli zako motoni. Haleluya. Ulikuwa ni kaba, ulikuwa kazinzi, ulikuwa kajambazi, hata wapige sala kuanzia saa 1 jioni mpaka asubuhi, ulale mahali pema peponi. Hakuna mochwari. Wewe ni motoni. Haleluya. Wewe ni motoni. Haleluya. Wewe ni motoni. Haleluya. Na hii ndiyo injili ya uzima inayosema ukweli. Haitaki kukupaka mafuta. Aisee, tunaleta habari njema ya kwamba kila amwaminie Bwana atapata uzima. Ngoja nikwambie, ukiona unasali na bado ni mchawi, ukiona unaabudu bado ni kapa, ukiona unasali bado ni mzizi, jua unaabudu. Usichokijua jioni ya leo, njoo hapa tukupe Yesu ambaye anapaswa kuabudiwa. Maana Mungu wa kweli hachanganywi na ukapa. Mungu wa kweli hachanganywi na pombe. Mungu wa kweli hakuna onje kidogo utananilia baadaye. Hebu niangalie huko.